Hii ni hadithi. Story moja. Hebu sikizeni hii story. Hii ni hadithi ya kale ambapo utaiunganisha. Hapo zamani za kale, kuna mtoto alikuwa na utajiri mwingi sana. Na ule utajiri wake alikuwa anafanya nini? Alikuwa anazuia watoto wake wasiuharibu. Alikuwa anazuia watoto wake wasiuharibu. Sasa nataka msikize hii story muisikie. Kulikuwa na mkulima alikuwa na shamba yake katikati ya msitu hapo zamani za kale. Hapo katikati ya msitu upande huu na upande huu kulikuwa na tumbili wengi na nyani wengi walikuwa wanakula ile shamba lake. Sasa alikuwa anawalinda kila siku wasije wakamaliza ile mahindi. Akawa analinda ile tumbili, anawalinda ile tumbili. Lakini ilikuja siku moja yule mkulima akafa. Alipokufa wale tumbili walivamia ile shamba wakalikula wakalimaliza. Walipolimaliza hakukuwa na mtu tena wa kupanda lile shamba manake mkulima alikuwa ashakufa. Wale tumbili wakaanza kufikiria kwani sisi hizi tunakufa na njaa kwa nini? Kwa sababu hakupandwi tena. Mkulima ashakufa na hakuna mtu wa kupanda ile shamba tena. Sasa tumbili walianza kufa na njaa manake shamba lote lilikuwa msitu, ikawa hakuna chakula tena. Wakawa wanajiuliza mbona tunakufa ni njaa? Kumbe mkulima alikufa. Na kumbe huyu mkulima wakati alikuwa hai walikuwa wanakula. Even though alikuwa anafukuzwa lakini walikuwa wanakula ile kidogo kidogo. Kwa hivyo nasema nini? Mzee huyu alikuwa na pesa yake nyingi. Alikuwa akiwakataza wenzake watoto wake wasiharibu. Lakini watoto wakawa wanang'ang'ania kuharibu. Basi alipokufa huyu tajiri, watoto wake waliingia ile mali wakaivuja yote ikaisha. Ilipoisha ndio walipojua maana ya yule baba yao kuwa hai. Kumbe baba yetu alikuwa anatuzuia tusikule, tuharibu, tumalize, tupate shida. Basi walivuja kila kitu, maploti wakauza, mashamba wakauza, basi wacha wapate shida. Walipata shida mpaka wakalilia heri babaka angekuwa hai, akiwakataza pia wasiharibu. Wakipata kidogo kidogo ingekuwa bora zaidi. Kwa hivyo hii inatufunza nini historia hii? Wakati unakiona kitu ambacho kinaweza kukusaidia, usikiharibu, usikue lavish, usikue extravagant. Jua hicho kitu kiko hapo kinaongojea wajukuu na vitukuu wasaidike.